ofisi ya waziri mkuu kutangaza rasmi kwamba tumeshaomba kutoa mafunzo kwa kushirikiana na hiyo ofisi, lakini tulipata hiyo idadi ya vijana 100, tukatangaza kwa jamii kwamba serikali inatoa ufadhili kwa kushirikiana nasi, tukawatangazia na vijana waliomba. Kwa kweli mwitikio ulikuwa mkubwa na mzuri, vijana takriban 500 waliomba kupata hii fursa, na kwa kuwa nafasi zilikuwa 100 basi tulipata au 100 na tulianza mafunzo Januari 19. Maendeleo ni mazuri, vijana wanafanya vizuri. Labda nikizungumzia swala la mafanikio kwa hii awamu ya sasa. Kwa sasa kwa sababu tuna kozi ambazo ni moja kwa moja zinaleta mabadiliko kwenye miundombinu ya taasisi. Ilivyokuja hii programu ya wanagenzi, vijana wetu wafani ya ufundi bomba wameweza kutusambazia mabomba kwenye taasisi yetu. Kwenye kila karakana kwa sasa kuna maji. Hii ni faida kwa taasisi kwa sababu hapo awali ulitaka maji bomba lilikuwa moja. Lakini sasa hivi kila eneo unalokatiza kuna maji. Kwa hiyo ni rahisi kijana kama anahitaji kunawa, ameshika uchafu ananawa, na wengineo sisi tunanufaika. Lakini manufaa mengine yaliyopo, tumeona mabadiliko kwenye programu hii kwa wakati huu. Miaka ya nyuma kwa mujibu wa mkataba, taasisi ndio ilikuwa inahusika kwenye swala la afya ya mwanagenzi. Lakini kwa mara ya kwanza awamu ya 8 tumeona mwanagenzi anapokuja kwenye taasisi, wizara kwa maana ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano wamehusika moja kwa moja kwenye afya ya mwanachuo. Kwa sababu gani? Wametenga fedha kwa ajili ya kumkatia bima ya NHIF kila mshiriki wa mafunzo haya. Vifaa vya kujifunzia ambavyo vimeombwa na walimu wa fani viliombwa vikielekezwa maeneo mahususi. Kwa maana ya miundombinu ya chuo, ofisi ya mkuu wa chuo, miundombinu ya vyoo vya watumishi na yenyewe imewekewa maji, lakini kuna mabomba takriban 5 yamewekwa kwenye maeneo yetu ambapo kwenye kila karakana kuna stand pipe zimefungwa za maji, ambayo hiyo ni manufaa kutokana na programu hii ya wanagenzi. Katika fani ya ufundi bomba tulianza mafunzo yetu mwezi wa kwanza, kwa hiyo mpaka sasa hivi kuna vitu ambavyo tumejifunza vingi katika fani yetu. Tumejifunza kuingiza mfumo wa maji baridi na maji joto, tumejifunza kuweka mabeseni, kuseti choo na mfumo wa umwagiliaji. Kwa mantikio basi leo ninayo shauku ya kuelezea kuhusu umwagiliaji. Ninapozungumzia umwagiliaji ni mpangilio wa vifaa au njia zinazotumika kumwagilia mimea au mazao katika mashamba, hasa kipindi ambacho mvua zinakuwa hazitoshi. Hii hapa ni aina ya umwagiliaji ambayo ni ya matone au drop nia. Kwa hiyo hapa mkulima anaweza kutumia bomba, sisi hapa tumetumia elbow, lakini pia tumetumia T na huu mpira wa poly pipe katika kuwekea umwagiliaji wetu. Mfano wake, mkulima anaweza kutumia mfereji kama huu hapa, kisha akaweka mitaro. Katika swala letu la umwagiliaji kuna faida nyingi za umwagiliaji. Faida ya kwanza, inasaidia mimea kukua vizuri hata kipindi ambacho mvua inakuwa hazitoshi au hazipo kabisa. Lakini pia umwagiliaji hauna gharama. Kwa mfano, mkulima anaweza tu kwenda kwenye chanzo cha maji na kuweka mifereji yake mwenyewe na kumwagilia katika mazao yake. Mimi mwenyewe nimesoma hapa mtaani FDC. Hapo unapopaona. Nimehitimu, nilishamaliza hapo nikaenda zangu level 3. Baada ya kumaliza level 3 nikaenda chuo cha walimu ambacho ni VTC Morogoro. Baada ya kuhitimu hapo nikarudi tena kuendeleza kusongesha hili daraja la uchumi wa viwanda kwa hapa mtaani FDC. Tumepewa vijana 100 kama nilivyotangulia kusema awali kwa kozi mbalimbali. Kama tulivyopita kuona katika fani zetu, tumeona vijana wakijieleza na wakifanya shughuli zao za live project, kazi halisi. Tumepita upande wa fundi bomba, tumeona wakiunganisha miundombinu ya maji katika nyumba na kadhalika. Lakini pia tumeona fani ya magari wakifanya kazi zao. Tumeona fani ya umeme wa magari, uchomeleaji hali kadhalika. Hii ni dhahiri kwamba wa vijana sasa wameiva. Tupo takriban ni miezi 4 toka tumeanza Januari. Naamini kabisa mpaka tukikamilisha mafunzo haya watakuwa wameiva zaidi na zaidi, na watakuwa na tija kule mtaani wanakokwenda.